Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Frank Daudi Kanogoleki, lakini kwa jina la ofisi yetu ambayo ndio ofisi ya sanaa tunaita Mtu na Sanaa. Mtu na Sanaa ndio jina la ofisi yetu. Mimi nimekulia Nyehunge, ndipo nilipozaliwa, Nyehunge Buchosa, Sengerema hiyo Mwanza. Ndio niliposomea, nimezaliwa kule, nimesomea kule mpaka kuja kufikia stage ya kugundua kipaji changu cha sanaa nikiwa kule. Kipaji cha uchoraji nimegundua tangu niko shule ya msingi. Nikiwa darasa la pili nilikuwa napenda sana kuchora. Nilijikuta napenda tu, yani ile, yani mimi mwenyewe huwa sielewi kwamba, kwa sababu sijawahi kufundishwa na mtu, sijawahi kuiga kutoka kwa mtu, ila nilikuwa napenda tu swala la kuchora hivyo. Sijawahi kupata mafunzo kutoka chuo chochote wala kwa mwalimu yeyote, tofauti na hizi shule za msingi, somo la stadi za kazi. Kipindi hicho tulikuwa tunaita stadi za kazi. Sema kuhusu swala la elimu, sijaenda sana, nimeishia shule ya msingi darasa la 5. Ndio ukomo wa elimu yangu. Stadi za kazi ndio imenifikisha hapa kwenye sanaa yangu. Hapa kwa sababu shule ya msingi niliacha 2007, nikaingia kwenye masuala mengine ya utafutaji wa riziki kwa sababu ya changamoto za kimaisha. Tangu nilipoacha swala la uchoraji nikiwa shuleni, sikuamini tena kama hii kazi ya uchoraji inaweza kanitoa kimaisha. Hivyo ndio ilibidi nipaki kwanza hiyo kazi, nikaingia kwenye harakati zingine. Lakini kwenye mizunguko ya kazi zingine, baada ya kufeli, ikawa hiyo kazi inajirudia sana, kwamba nikifanya kazi naweza nikatoboa. Hatimaye 2009 ndo rasmi nikaingia kwenye game ya uchoraji. Hiyo ni tofauti na kwenye uchoraji wa makaratasi wa shuleni, nikaingia serious kwenye uchoraji wa kutumia rangi sasa. Kuna mchoraji mmoja anaitwa Motondi at Point, anapatikana Katoro. Kuna mwingine anaitwa Shio, yupo Geita vijijini Nyawilimirwa. Halafu kuna Kisegu George, anapatikana Mwanza, na wachoraji wengine kama kina James Magwisha, alikuwa anapigia kazi zake Dar es Salaam, saizi yupo Mwanza, ofisi yake amerudisha Mwanza. Kuna Kileo yupo Morogoro pale. Hao ndio napenda sana kuwasiliana nao. Kuna James Makingi anapatikana Mbeya pale. Baada ya kufika hapa Kahama, nikapokelewa na ofisi ya Mtu na Sanaa, kwanza kupiga kazi. Sema nikaupenda mji wa Kahama kwa sababu soko la Kahama kidogo naona limechangamka. Unaona? Ndio nilichokipenda zaidi kwa upande wa Kahama. Sanaa yangu sasa inapeleka ujumbe hususan kwa vijana wenye vipaji. Kuna vijana wana idea kubwa kama hii, lakini wanakuwa wanakata tamaa. Unakuta kijana yani yupo mitaani, lakini ukiangalia kiundani zaidi ana kipaji, ila hajajua namna ya kugundua kile kipaji na kujitambua kwamba kinaweza kumtoa sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ujumbe wangu kwa vijana kama wa Kahama, kama una idea fulani usiogope kufika hata katika hiyo ofisi ya Mtu na Sanaa. Hiyo ofisi ya Mtu na Sanaa inachukua mtu yeyote mwenye idea. Sana mimi katika sanaa na dili na swala la uchoraji picha za rangi. Nachora picha za rangi, naandika maandishi aina yote na printi, ndo sana dili na hizo kazi. Natumia rangi za sasa kwa uchoraji wa picha za reality, natumia rangi za mafuta. Kwa michoro mingine napendelea kutumia rangi za maji ambayo ni Weather Guard na Siliki. Ndio material nayotumia. Kwa hapa ni vitu vingi ambavyo natamani kuvifanya, ila sasa kulingana na mazingira pengine ya kazi zetu huwa inajaribu kutubana kulingana na software. Unaweza ukachora picha ya mtu fulani kwa idea yako, jamii kuchukulia kama vile, afu hususan kilichoturudisha kidogo nyuma
Ama tukio kama lile la Oktoba 29. Hilo limetufanya tuondoe michoro mingi tulikuwa tunaichora. Kwa hiyo unaweza kuchora mchoro kwa matakwa yako, ukahisi kama utaifurahisha jamii, kumbe jamii nyingine inakuwa haipendi. Kumbe kuna namna tukio Oktoba 29 yameathiri sanaa yako. Tukio la Oktoba 29 kwa kweli, kwa kifupi, inaweza likawa limegusa sehemu kubwa na kazi zetu za athari zilizokuwepo. Ni ile ukikuta umechora picha ya aidha kiongozi, mtu wa kisiasa nchini Tanzania, hiyo ilikuwa inatuathiri sana. Ilikuwa inapelekea mpaka ofisi inaweza ikachomwa moto na watu wanaojiita magenzi. Kwa upande wa mitandao ya kijamii bado hatujafungua account rasmi ya kutangaza ofisi yetu, na hicho ndio kinawafanya tusinanie sana soko letu. Sema nina malengo makubwa ya kufika mbali, kwa sababu malengo yangu makubwa, endapo sanaa yangu itajitangaza, ijulikane sehemu kubwa, hiyo itanipelekea naweza nikafungua aidha hata chuo cha kufundisha kuendeleza vipaji vya watu wanaotaka kujiendeleza. Vitu kama hivyo ndio natamani zaidi kufikia malengo. Mpaka muda huu kwa kweli, tukisema kwa upande wa asilimia, bado haijanitoa sana kulingana na soko lenyewe. Kazi nafanya, lakini kiupande wa mafanikio bado kama vile tunabangaiza pesa ya kula. Pesa ya kula, yani kama vile tunaishi kwa kubahatisha, kwa sababu hatuna company, hatujapata company. Changamoto tunayoipitia ni kwamba mimi kama mchoraji, mtu na sanaa, nimeamua kujiajiri kazi kama hii. Nachukua pesa yangu naenda kununua material ambayo ndo rangi, vitambaa, natengeneza mabango, unaona, hiyo nakuwa nimelipa kodi. Changamoto inayokuja, aidha wanakuja viongozi ambao ni BASATA, wanatufuata sana hao watu. Wakishakufuata wanakulazimisha ukajisajili uanze kulipia mapato ya ofisi yako, unaona. Hilo swala ni la msingi sana katika BASATA, kujisajili na BASATA. Ila sasa hiyo taasisi inakuwa kama vile haitutambui kwa sisi wana sanaa wa upande wa uchoraji, hatutambuliki sana. Sio BASATA, tuna upande wa serikali. Kwa hiyo swala kama hilo nilikuwa naomba serikali itushike mkono, tuweze kutambulika. Kwa upande wa jamii hakuna shida yoyote, tofauti na kunipongeza kwa kazi ninayoifanya, kwa sababu ukiangalia hapa, hii ofisi imekusanya watu wengi. Kwa maana pasipokuwa na hiyo, pengine tungekuwa na maisha mengine ya ovyo au kujiunga na masuala ya uharibifu. Kwa kitu kama hicho ndio inatusupport sana jamii. Kwa tangu nianze sanaa ya uchoraji sijawahi kushiriki maonyesho yoyote, lakini mpango wangu mkubwa ni kuja kushiriki, kwa sababu naamini endapo nikipata nafasi ya kushiriki maonyesho, sanaa yangu itapaa zaidi kisoko, watu watanifahamu zaidi, na pengine wasioifanya hii kazi watatamani kuifanya hiyo kazi, kwa sababu ukiangalia sanaa yetu ya mkono inaenda kupotezwa na teknolojia inayoitwa AI. Hiyo inapoteza uhalisia wa kazi zetu za mkono. Ila mimi sasa sitaki kuendekeza hiyo AI. Nataka niendeleze kazi zetu za mkono yani. AI inazidi kuharibu soko letu kwa sababu moja. Mimi nafanya kazi yangu kwa mkono wangu. Kazi inaweza kanichukua siku 2 au 3 kuikamilisha, ambayo kazi nilitegemea nije niuze kiasi fulani cha pesa, au 300,000, 400,000, 500,000, lakini mtu niyetarajia aje anichangie hiyo picha ninayoichora, unajikuta analazimika kwenda kutengeneza kwa AI, ambacho kitu anakitengeneza kwa dakika 3, hapo anakipata kwa pesa kidogo. Hiyo ndio changamoto zaidi. Kwa upande wangu mimi AI sikubali sana. Kwa upande wangu mimi nakubali mimi kama mimi sana yangu, yani sitaki kutumia teknolojia ya AI kwa sababu inanitoa kwenye reli. Kwa ushauri wangu, ningependa kuwashauri vijana, mtu yeyote yule anayetamani kuingia kwenye hii sanaa aingie, kwa sababu hii sanaa ni fursa. Kuna kitu kinaitwa umoja. Ukiangalia sisi wana sanaa, sasa kitengo cha sanaa ya uchoraji, hatuna umoja asilimia kubwa. Mbali na huo,
Ndio nilikuwa naomba kama serikali inatusikiliza, inaweza katushika mkono ikatutengenezea mazingira, unaona, mazingira fulani kama kutengewa eneo, tunakuwa kitu kimoja, kwa sababu mpaka sasa ukiangalia katika sanaa tupo wengi, lakini asilimia kubwa tunatofautiana, kila mmoja na mtazamo wake na msimamo wake. Kuna mwingine anafanya kazi kwa kuharibu sanaa, sio kwamba anajua kwamba anaharibu, yeye anakuwa anaona kama yuko sahihi katika kitu anachokifanya, ila kwa nyinyi mnaojua maana ya sanaa mnajikuta kama anaharibu. Mjaribu kumweka sawa, inakuwa kama vile mnapishana. Kitu kama hicho ndio nilikuwa naomba zaidi serikali tuangalie na sisi. Tunajaribu kufuatana na wachoraji, tulishawahi kuwafuata mara kadhaa, ila sasa kila mmoja ameingia katika hii sanaa. Kuna wengine malegend wa kitambo, wewe ulianza juzi, ukimfuata yule veteran yule wa kitambo ukamuelezea swala lao kwamba inatakiwa jamii tufanye hivi na hivi, anaweza unampotezea muda kwamba yeye alishajipata. Unaona, wewe ndio unajitafuta. Kwa nini ukimlazimisha mwe kitu kimoja, kama vile unamshusha yani. Lakini kitu ninachukua na kiwazia ndio kizuri zaidi, tukiwa kitu kimoja sisi wana sanaa, kwa na msimamo mmoja, mtazamo mmoja, hiyo itatufikisha mbali sana sisi kama sanaa. Kwa mimi napatikana Kahama, nipo kama barabara ya kutoka stendi, nipo maeneo ya 5 Way, ndio ofisi yangu inapopatikana, inaitwa Mtu na Sanaa. Nafanya kazi ya uchoraji mabango, picha aina zote, tuna print vitu kama hivyo. Mawasiliano yetu ni 0791291100. Unaweza kutupata kwa hiyo namba inapatikana vile vile kwa WhatsApp na mawasiliano ya kawaida.